Hala wadau, skando ingine ya Rishi Kamunge. Wasichana 6 wa Kenya wako stranded Mauritius kwa sababu ya Rishi Kamunge. Wamenyang'anywa passport, hawajui nini itawafanyikia. Na hizi ndio zile vitu tunakemea na tunaomba serikali yetu iingilie kati. Sikizeni hii audio, Nicole wamenipigia, msikize kwa makini, muone ile shida wasichana wanapitia Mauritius. Tunaomba serikali pia saidia wasichana. Mimi nimepatia namba kwa TikTok. Ulienda shida gani? Tulikuwa tumeapply na Rishi. Itapo tu mimi niliapply kama mwezi wa 6 last year. Sasa nilikuwa nikienda embassy wanakuambia sijui ya reapply, sijui appeal nini, nimerudia kama sasa ilikuwa ni 5th round, sababu alikuwa amesema hiyo pesa nimempatia tu watanishughulikia hadi TikTok. Hapo juzi nikaenda, ikawa majibu nimepewa kutoka kwa embassy, wamesema wana doubt kunipatia visa kama nitarudi Kenya. Sasa mimi nikawauliza, kwenda kwa embassy nalipa pesa, natumia almost 30,000 kila mwezi nikirudishwa. Sasa sio naenda hasara. Simnipatia hata hii country yenye naweza enda na hiyo commission, wakaniambia next week kuna watu wanapeleka Mauritius. Kama unaweza taka kwenda tukuad. Na mimi nikasema pia hii kunigalisha naweza ignore na wakatae kunisaidia hiyo pesa wanioshe. Nikasema kama watu wanapelekwa ni sawa. Rishi alikuwa Mauritius akituongelesha, alikuwa hata anafanya live huko hivyo. Sasa mimi nikasema kama sababu yako huko, ujiofisi walikuwa wameniambia huko atawachukua watu mnaenda next week. Na hiyo wiki tulikuwa tutoke, kukawa na hiyo inaitwa cyclone. Tukawa hiyo sasa wiki hatukutoka. Tumetoka hiyo wiki ya kufuata. Tumekuwa kwa ofisi tukauliza jana tukiwa tunataka kutoka, tukauliza sasa tulikutana huko baadaye kama watu 8-9 hivi. Tukauliza sasa tunaendaje kwa airport, wakasema mjipeleke na Uber. Tukasema tunajipeleka je na ofisi. Na kwa mtupeleka. Alafu akasema hapana, time ni kidogo na time na utachelewa kufika, kwa wafungie nje. Sasa mrush tu kwa muende. Tukauliza hoteli, sasa tunafanyaje, mjatupea documents? Wakatupatia, kuna watu tu walikuwa wamebukiwa hoteli, lakini kwa wenye walibukiwa hoteli sasa sisi hatukujua, kila mtu ametolewa tofauti. Kufika kwa airport wakati tunafaa tuingie kwa ndege, entrance ya mwisho tunaulizwa mbona hoteli zenyu haziko confirmed. Tukauliza confirmed aje, tukaonyesha watu wawili imeandikwa confirmed na yetu imeandikwa unconfirmed. Sasa huyo akatuuliza are you sure umepewa hii utapita? Na sisi tukasema tumepewa hii, lakini tuna hope tutafika kwa sababu kuna mali tutachukuliwa. Wakasema kama nachukuliwa ni sawa, lakini mimi na doubt kama watawachukua, lakini wacha tuende sababu time imeisha mwingi. Sasa tumefika huko, watu wawili wamechukuliwa, tumebaki 6. Au 6 tumebaki, sisi ndio ilikuwa unconfirmed. Sasa huko hivi airport wanatuuliza unaenda wapi? Tukasema sisi tunaenda, tumekuja tourist ili watu wachilie, sababu tungesema tuko rende wangetukubali. Last week kuna watu walirudishwa juu walikuwa wamekuja rende. Sasa wakati wale tulisema hivyo, wakaanza wanatuuliza na hoteli mbona mjalipia? Sisi tukasema juu walikuwa wametuambia hoteli tukiwauliza mtasema mnalipa on arrival. Sasa tukajua tukifika huko wataturuhusu tupite mpaka kwa hiyo majina ya hoteli ndio tulipia kwa mbele, na kumbe hao wakakolo hizo mahoteli wanauliza huyo mtu, au wanasema no, hakuna mtu amebook hoteli kama huyo. Sasa tunaona shida ikatupata hapo hivyo. Kusema hivyo wametukalisha hapo airport, wakatuambia they are giving us 5 minutes tulipie, kama tuko na pesa tulipie hoteli ama tujue vile tutafanya. Tumepiga simu, tumepiga karibu kila mtu kwa ofisi. Mungu napigia huyu anakuambia acha ni confirm na wengine mpaka sasa tunasema simu tupatie namba ya Rishi maana yako huko kitambo. Lakini sasa hawatupatii. Sasa huyu kila mtu anaeleza tofauti. Sasa kufika last minute Rishi kuna mmoja alikuwa na namba ya Rishi personal. Anatudanganya ati niko hapa nje, ati nakaa tu hapa na ngoja mpaka mtoke tunawashughulikia. Ati dereva anakuja, tulikuwa tumeenda kuangalia hoteli zenyu tuwabukie. Sasa
Na hao madocumenters wake wawili hawashiki simu, hawako. Rishi mwenyewe hao wasichana wenye walitoka wawili tumemanage kuongea na wao, wamefika. Wanasema dereva wa huku ndiye aliwachukua lakini hawajonana na Rishi. Ukifuatilia wanasema Rishi hayuko, alirudi Kenya. Huyo taxi driver ndiye ako na wao. Anataka watu 40,000 ndio watafutie kazi. Anasema kazi ziko, lazima kila mtu atoe 40,000 awape kazi. Sasa wao wako kwa hoteli hawana kazi. Na hatukuwa tulipe pesa, maana hao watu wengine walikuwa wanalipa 240,000. Sasa hiyo 240,000 ufike huko tena upelekwe kwa hoteli umejisimamia. Hao walijisimamia hoteli by the way. Tena ujisimamia hoteli alafu unaitishwa 40,000 ya mtu kutafutia kazi na ni mtu wa huko. Wow. Wow. Na nyinyi na Rishi mwenyewe tumepiga simu mpaka leo. Rishi anatuuliza mko airport gani? Tunamwambia Mauritius. Ati kwani inakuwaje amjeenda amelewa? Sasa anasema vitu akisahau. Mlikuwa mtangulie muende na wenzenyu. Na sasa sisi vile tunasema hivi sasa tumenyang'anywa passports zote. Wanasema possibilities za kurudishwa nyumbani maybe Sunday. Na imagine tuko airport kama manguo tulikuwa tumekuja na mabagi ili tukua tumezichukua ziko huko, hatuwezi change, hatuwezi kula. Wanasema ukitaka kukula ujibaie food mpaka Sunday shwali. Na nikuulize, Rishi alikuwa amewaambia mnaenda mkienda huko mnapata kazi, ama aliwaambia mkienda huko mnaenda kujitafutia kazi? Alikuwa huko, alituambia tunakuja visit, but yako huko ashapata makazi. Yeye ndiye anatupokea tuache kwa kazi ndiye arudi Kenya. Kumbe yeye tunakuja na yeye anatoka. Wow. Sasa hivi ukipiga simu hakuna mtu anakushikia simu. Explanation tofauti tu. Na Rishi sasa ako drunkard. Anakuuliza mbona utapata gani? Sasa ndio anakuuliza kwa wapi. Na ukianza kumuuliza maswali anakata simu. Mko wa Kenya sita. Mmoja alibahatika kabisa ndege ikirudi akarudishwa. Sasa tumebaki 5 lakini wawili walipita. Wale wenye walijilipia walipita, lakini sasa sisi 5 tumebaki tu hapa toka jana 5 vile tulifika mpaka sasa tuko tu kwa airport. Na wataki msonge penye mmekalishwa hapo kwa waiting bay hapo tu ndio tuko. Na huyo mmoja alirudishwa Kenya? Yeye sijui ilikuwa imefanyika aje, hata tuelewi sababu hata hawakumfikia. Tukaona tu maaskari wakamchukua na akawa deport. Sasa tukawa tunamtafuta kwa simu hapatikani. By saa 6 ya usiku na tunasikia anapiga simu anasema mimi nilirudishwa, nimefika sasa hivi niko JKA na nitafuta penye naenda kulala. Jesus Christ. Hata kufika kwa check-in. Yaani vile alituingia tu hivi mimi sijui alipenduliwa staili gani. Tuliambiwa utaona wamemchukua. Wow. Hakuna kitu hata kupeana kitu yote hata paso. Yaani hata tujui kulienda aje, lakini alirudi na Kenya na hiyo ndege tulikuja nayo. Tulikuja na Kenya Airways. Wow. Kenya wanaweza kuwasaidia kwa sababu ni hatari sana. Nyinyi ni wa Kenya kama sisi, mko stranded nchi ya wenyewe na si makosa yenu, mmelipa pesa, alafu Rishi Kamunge ndio anawadanganya, kwa sababu hata afadhali tu angekubali angewalipia hoteli mseme mnatesekanga mkiwa huko ndani. Lakini sasa kwa airport hakuna chakula, nyinyi ni wasichana, kuna vitu mingi sana mnahitaji. Unaona hiyo si fair? Kwa sababu hata sasa hizi mwenye angetupigia simu aombe msamaha aseme basi mlikuja na mwenye alidocumenta maybe ndiye alikosa tungeelewa, lakini mwenyewe hizi tutafuta mpaka si wenyewe tunamtafuta. Wanatublotik. Mwenyewe hata sasa hizi bado ako na nafasi. Akiwalipia hoteli si sasa kila kitu imekuwa sawa. Baada ya kilipo hoteli wanaweza angalia kwa wanaweza call hoteli tukaingia, lakini hakuna vile tunaweza jitoa hapa sisi wenyewe hatuna connection yoyote. Sasa hata tunashindwa unaambia mtu aje. Kwa sababu afadhali askari hawezi taka ukazunguka hapa sana. Wametuambia tu nyikaini. Yaani asubuhi walikuja wakatuhesabu, wakatuangalia kama tuko wote. Wamerudi lunch time wametuangalia. Hatupewi chakula, tunauliza chakula wanasema ati lazima mjinunulie chakula nyinyi wenyewe. Wallahi. Sasa wameenda sasa kumaliza tena jioni tena ndio wakuja watuangalie kama tena tuko wote. Wallahi hiyo si poa. Wacha tufanye hivi. Nitakukall. Sasa hizi ni 5. By kitu 4:35 nitakukall tena. Nataka kuwekea video hapa muone ya wasichana wetu wenye wako stranded Mauritius kwa sababu ya Rishi Kamunge. Rishi Kamunge alikuwa amewapromise kazi Mauritius, wakalipa kila mtu zaidi ya 1240. Leo Rishi Kamunge hapatikani mahali popote, kila mahali yeye ni mlevi. Anakunywa pesa ya watoto wetu. Amedump watoto wetu Mauritius. Sasa watoto wamekuwa stranded kutoka jana saa 11 mpaka saa hizi. Hawa wasichana wajaoga na wajui nini itawafanyikia zaidi hapo.
wameambiwa kuna uwezekano ya wao kudipotiwa on Sunday ndio ndege inaweza patikana. Nataka kuuliza, walilipa 240,000 wakuwe deported ama walilipa 240,000 wapate kazi? Serikali ya Kenya, ni hatua gani mnachukua kwa Rishi Kamunge? TrustPin Travel Agency ni kampuni ya kuibia wa Kenya. Tunauliza National Employment Authority i-cancel license ya TrustPin Travel Agency na DCI na polisi ya Kenya. Tunataka mshike Rishi Kamunge kwa sababu anatesa watoto wetu. Wazazi wetu tunasema reject. Wa Kenya, reject TrustPin Travel Agency, reject Rishi Kamunge. Yeah.